amani, kuambia wananchi wetu, kuambia Watanzania wenzetu tulione amani kama jambo la muhimu sana, haswa wakati huu ambao tunaelekea kwenye kufanya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Tusitize na wote tuone umuhimu wa kusimamia amani. Amani ambayo ndio imetuleta hapa. Amani ambayo ndio inayotukutanisha tukae hapa tuzungumze. Amani ambayo ndio leo hii inatusaidia tufanye uchaguzi kwa ajili ya kuwachagua viongozi wetu. Amani ambayo kwa kweli ikitoyoka ndani ya nchi yetu hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia. Kwa hiyo sasa kama viongozi wa mila ambao wanasikika ndani ya jamii ya wafugaji kote, tunaendelea kusisitiza kwamba jamani, tusitize amani. Tarehe 29 mwezi huu wa 10 tukatiki, tuwachague viongozi wetu kote, tujumuike, tusitishike kwa watu wanaosema tusifanye uchaguzi. Sasa uchaguzi maana yake tusitimize wajibu wetu. Wanaposema tusifanye uchaguzi ili weje? Ili tufanye nini sasa? Hiyo tunaendelea kusema tena kwamba kwa kweli tuhimize watu wote, tuendeni tukafanya uchaguzi wa kuwachagua viongozi wetu watakao tuongoza kwa miaka 5. Hao ndio vijana wanapaswa kufanya kazi. Hao ndio vijana wanapaswa kushughulika na masuala ya kazi ya maendeleo. Sasa ikiemuka kwamba hakuna sasa uchaguzi na maandamano nafuja kutoweka, watafanyaje hiyo kazi sasa vijana wetu? Mimi nafikiri tuwe ni vijana waelewa sasa ambao tunapaswa kupokea, lakini tuchuje. Tukiambiwa tusifanye uchaguzi, tukiambiwa tuandamane, tukishamaliza kuandamana, hiyo kazi tunayotaka ifanyike itafanyikaje? Vijana wangu mimi nafikiri ni wasi tuambiwe, lakini tuyachuje na wengine. Tunayoambiwa ya manufaa gani kwetu sisi vijana? Ndio kama kuna jambo mnazungumza yanazungumzika, tuzungumze kwamba mnahitaji nini. Serikali yetu ni sikivu, itaendelea kusikia, lakini vile vile itaendelea kutenda yale. Tukiandamana sasa hapa tusifanye uchaguzi, sasa hiyo nafikiri itakuwa ni furugu, na ambayo kwa kweli hapana, haikubaliki. Na amani itakapokuwepo ndio tutapata maendeleo. Kwa hiyo mimi ninachoomba, amani yetu tuile, tuitunze na kuithamini, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo. Bila amani hakuna chochote kitakacho kuwepo. Amani yetu ni tunu ya taifa letu. Kuanzia awamu zote, kuanzia awamu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Amani ndio inayoongoza nchi. Na Tanzania ndio kimbilio la dunia. Tanzania ndio nchi pekee ambayo inapokea wakimbizi, inapokea watu wanapopata matatizo. Kwa hiyo tunapotunza amani yetu, tusiruhusu watu wa kutuchochea ili amani ipotee. Msiruhusu kutumia simu zenu, simu zetu tulizo nazo, simu janja, kutupotosha. Tutumie simu kwa maendeleo yetu. Tutumie simu zetu kwa kutafuta fursa za kufanya kazi na biashara. Lakini tusitumie simu zetu kutupotosha. Tusisikilize watu wanaotupotosha. Tusikilize viongozi wetu wanatuambia nini katika kutunza amani yetu. Naomba mjitokeze kwenye uchaguzi, tukachague mafiga yetu 3: rais, mbunge na madiwani, kwa maendeleo ya nchi yetu, kwa maendeleo ya wilaya yako, kwa maendeleo ya kata yako. Tusikubali kudanganyika, kufanya vurugu. Naomba tarehe 29 mjitokeze kwenda kupiga kura.